Bwana matajiri zangu, mambo vipi? Natumaini uko fresh kabisa. Kwenye video hii ndefu kabisa, nitaenda kukufundisha jinsi gani unaweza ukafanya sponsored ads kwenye Meta Ads, kwenye application ya Meta Ads. Kuna njia nyingi za kufanya sponsored ads, lakini njia the best kwa wewe unayetumia simu, basi tumia application ya Meta Ads. Inakupatia option nyingi, settings nyingi unazoweza kuzifanya kwenye simu yako. Application yenyewe ina muonekano huu hapa na imeandikwa Meta Ads, inapatikana kwenye mtandao wa Play Store au App Store. Na ikitokea ndo mara ya kwanza kuitumia hii application, basi hakikisha ukifungua utakutana na box mbili. Box ya kwanza ina sehemu ya kujaza email au phone number. Box ya pili password. Taarifa utakazozijaza pale, utajaza taarifa zile zile ambazo unazitumia kuingia kwenye mtandao wa Facebook. Kwa hiyo unapokuwa unataka kutumia application, kwanza lazima uwe na application, uwe una account Facebook, lakini pia lazima uwe una Facebook page kwenye mtandao wa Facebook. Kwa mfano mimi sasa hapa nitaifungua hii application yangu. Naenda kufanyaje? Naenda kuseti tangazo kwenye hii application ya Meta Ads. Kitu cha kwanza kabisa, unapoenda kuseti tangazo kwenye application ya Meta Ads, hakikisha pia umeunganisha njia ya malipo. Na kujua kama njia yako ya malipo imeunganishwa, utakuja pale juu penye jina, alafu utabonyeza pale kwa billing and payments. Kwa mfano account hapa imeunganishwa jina. Kwa hiyo utakuja utabonyeza add payment method. Unakuja kuingiza taarifa za Visa card hapa. Kwa mfano rais tu nikikuonyesha hapa, kama mnakumbuka kwenye video ya nyuma ya njia za malipo nilikwambia unabonyeza debit au credit card hapa, utabonyeza next. Name on card utajaza jina ambalo umesajilia line yako. Card number utajaza namba za card, MMYY utajaza labda mwezi wa 5 05 alafu 28, labda hiyo card ina expire mwezi wa 5 mwaka 2028. CVV utajaza namba za siri zinakuwa namba 3. Lakini kitokea ukachagua M-Pesa hapa, hii ndio prepaid. Hii ndio prepaid yenyewe ambayo hela lazima inakuwa kwenye nani? Kwenye nini tunasema? Inakuwa kwenye line yako M-Pesa kawaida. Utabonyeza next. Ukibonyeza next utaandika kiwango unachotaka kukiadi, labda $15. Utabonyeza next. Itakutoa hapa, inakupeleka kwenye uwanja mwingine wa website M-Pesa ili uweze kuadi hicho kiwango. Guys, sijui tunaelewana? Kwa hiyo ambaye hautaelewa kwenye video hii, tambua hautakuja kuelewa kwenye video nyingine yoyote ile. Naenda taratibu na video itakuwa ni ndefu ili wewe uweze kuelewa jinsi gani unaweza ukafanya hivi vitu kwenye application ya Meta Ads. Kwa hiyo itafunguka hapo, mwisho siku kama tulivyoona kwamba ukitumia hii prepaid funds budget inakuwa ndogo. Kwa hiyo hapa itakuonyesha kabisa kwamba $1 za sana shilingi ngapi. Kama unavyoona $1 inachezea 2719. Kwa hiyo kwa $15 maana utazidisha hapo, pia utazidisha na ile VAT ambayo ni 18%. Kwa hiyo hapa utakuja utajaza namba yako ya simu, labda 07 unaanza na 7 5 352 34 48. Hapa nimejaza namba yangu ya Voda. Na baada hapo utapay by M-Pesa. Kwa hiyo ukishapay by M-Pesa, itaload itazunguka, itatokea notification hapa juu kwamba jaza namba asili ya M-Pesa ili kuhamisha hela ingie kwenye Facebook. Unajaza namba asili zile zinazokuwa namba 4, na baada hapo ile itatoka kwenye line yako ya M-Pesa, itakuja hapa. Na hapa umeshaniambia kama nini? Tunasema kama budget yangu ni miaka $15. Maana yake nataka nilipe shilingi 40,700. Kwa hiyo hakikisha kwenye kadi yako ya M-Pesa kuna 40,788. Guys, bila shaka hapo mmenielewa. Natoka kwa sababu mimi sitaji kutumia prepaid funds. Na hii hapa payment method ya kawaida nimeiadi hapa. Lakini pia ukiadi funds hapa hapo juu kwenye option ya add funds juu, na penyewe ni vile vile utaamua add funds kwamba uhamishe hela kutoka kwenye Visa card yako iende kwenye mtandao wa Facebook, au utumie M-Pesa huku chini, au uje debit credit card ujaze kadi nyingine mpya. Ni wewe mwenyewe. Kikubwa kumbuke sehemu ya amount kuedit kiwango. Moja kwa moja tukaangalia dashboard. Hii ni dashboard ya mteja wangu ambaye huwa namsitia matangazo yake mara kwa mara, na nashukuru sana nimepata account ambayo nitaweza kuelezea vitu vingi sana. Labda nikwambie kitu kimoja. Kwanza labda nikupe sababu kwa nini
kwa nini tunasema kwa nini hizi link clicks link clicks unakutana hapa 15,000 na 63. Je, hawa ndio watu ambao waliingia kwenye grupu? Obviously hapana. Haya, mtu ametumia $5 amepata link clicks 1626. Je, hawa ndio watu walioingia kwenye groups? Hapana. Sababu ni nini? Kwa nini hizi link clicks ni nyingi lakini watu wanao wanaingia kwenye grupu ni watu wachache? Tunasema utofauti wa link clicks zinazoonekana kwenye dashboard na watu walioingia kwenye grupu inatokana sababu baadhi ya sababu. Kwa mfano, watu kitokea wamebonyeza link lakini hawajakamilisha kujiunga kwenye grupu, unaweza kukuta kuna ambao walibonyeza bahati mbaya lakini kuna ambao pia simu zao unakuta zina shida ya mtandao, kwa hiyo zimeshindwa kuload ile link. Ila kubonyeza kwake tu pale tayari inahesabiwa kama huyu mtu amebonyeza hii link. Ndio maana unakuta pale panakuwa na link clicks nyingi. Lakini wengine wanabonyeza lakini mshasiku anaogopa kuingia kwa sababu bado hawajajua lengo sahihi la grupu ni lipi. Tukielewana mpaka hapo. Lakini pia sababu nyingine tunasema ni clicks fake kutoka, tunasema clickbots au fake clicks. Kwa hiyo tunafahamu kabisa Facebook na Instagram zinaweza kuleta clicks kutoka bots au akaunti zisizo na thamani. Wanaiona akaunti fulani labda ni akaunti ambayo inajihusisha na content za mambo ya afya, na umepost bidhaa yako ya afya na kuletea akaunti, tutabonyeza pale. Japo ni nada, si zote. Sisi tumeona mpaka hapo. Lakini pia kama umeseti targeting vibaya, yenyewe pia inaweza kapelekea kwenye link clicks zinakuwepo nyingi lakini usikana kutafuta unakuta inahusika wachache. Lakini pia kitu kingine kuna hizi hapa cost per link click na spend. Kwa hiyo kila link ile click hapa wamekata hela. Sasa kuna link clicks nyingine zinakuwa nzuri, nyingine mbaya. Na wewe mfanyabiashara, kila ukiseti tangazo make sure unakuja unaangalia hili eneo. Hili eneo ndio litadetermine kwamba tangazo lako ni baya, ubadilishe tangazo, au tangazo lako ni lizuri, linafanya vizuri, lina perform vizuri. Ukianza kuangalia, ukiona wewe hapa kwenye cost per link click umepata 0.0009 kushuka chini, maana yake zile zinakuwa 3, labda 9, 8, 7 kushuka chini. I say wewe ni malaika. Wewe ni malaika. Kama sio malaika, basi wewe ni mtoto wa Mark Zuckerberg au mke wa Mark Zuckerberg. Ile jamaa ambaye ndo amegundua, ambaye ndo mtandao wake huu. Lakini ukiona unapata link click cost per link click inasoma 0.001 hadi 0.005. Manake hiyo ni link clicks nzuri sana, tangazo lako nzuri sana. Tangazo la style kama hiyo, hata ukiamua kuweka budget milioni wewe weka, ni tangazo linalofanya vizuri sana. 0.001 hadi 0.005. Katikati hapo kuna 00 zipo mbili. Sisi tumeelewana, hayo ndio matangazo ya kuingiza watu kwenye group hapo. Haya, ukiona tangazo lako lina 0.006 hadi 0.009, panakuwa pana 00 mbili hapo, kumbuka. Manake tangazo lako hilo ni linafanya vizuri kawaida, ni nzuri lakini nzuri kawaida. Manake endelea kuperform vizuri ili ikiwezekana badilisha tangazo ili upate tangazo ambalo litafanya vizuri zaidi ya hapo. Lakini pia ukiona tangazo lako lina cost per link click 0.01 hadi 0.05, hapo pana 0.1, kumbuka hapo. Hilo tangazo tutasema linafanya tu wastani. Aliko vizuri sana wala aliko vibaya sana. Lakini kuna tangazo lako litapata link click ya 0.06 hadi 0.09. I say hilo linafanya vibaya, tunasema ni mbaya. Lakini ukiona tangazo lako linapata link click ya 0.1 hadi 0.9, I say hilo tunasema ni mbaya sana. Hiyo link click ni mbaya sana, maana yake kumaliza pesa nyingi. Tunaelewana? Hayo ni matangazo ya kuingiza kwenye group. Ukiona tangazo lako linatumia $1 na kuendelea $2, $3, I say yani wewe ni shetani. Wewe utufai kanisani au utufai msikitini. Inabidi upate shule jinsi gani ya kuandika matangazo mazuri yenye ushawishi ili ubadilishe mwelekeo, kwa sababu utakuwa unapoteza zako. Ndio maana nimekuita wewe ni shetani. Achana na matangazo. Ni bora urudi tu kijijini ukaendelee kulima. Sisi tunaelewana guys. Hapa ni mfano tu wa matangazo ambayo mteja wangu nimemsetia. Kwa mfano hili kwa $5, nimetumia $5, hapa kuna link clicks 1600 na maana huyu mtu kwa wastani ninavyoona tu hapa kwenye group lake alipata watu zaidi ya 100 plus. Na link click mnaiona hii hapo 0.003 very best. Hii 0.006 hiyo tunasema ni nzuri kawaida.
Hili hapa lilikuwa linakaribia kuitwa malaika hili. Lina 0.002. Yaani hilo limefanya vizuri sana. Lilikuwa linakaribia kufika 0.0009. Ili mtu awe malaika. Kwa $5 tu malaika yule mtu kwenye group aliingiza wastani watu zaidi ya 200. Watu zaidi ya 200 waliingia kwenye group. Kuna hilo 0.7 na kuendelea. Hili 0.01 hili hapa chini amespend $15. Tunasema hili lilifanya wastani, alifanya vizuri sana. Ndio maana ukiliangalia tangazo lenyewe picha inavyoonekana hapa na hii hapa ikawa mbaya, lakini hii picha huku ni nzuri. Guys, nimetoa utangulizi ili uweze kujua kwamba tangazo nalo seti linafanya vizuri au linafanya vibaya. Moja kwa moja twende tukaseti tangazo letu. Utaingia pale penye alama ya kijani juu kulia. Na baada ya kuingia utakuja sehemu palipoandikwa traffic. Baada hapo utaandika budget. Mteja wangu huyu of course yeye kasema na nimsaidie tangazo la shilingi 20,000. Maana yake kila siku atatumia shilingi ngapi? Amsaidie tangazo angalau liluke siku 2. Kila siku atatumia shilingi 10,000. 10,000 ni kama shilingi ngapi hivyo? Kwa 2,700 ile ni kama $3. Maana yake hapa kwa sababu kuna zile gharama za VAT. Kwa hiyo $3. Maana yake tangazo lake litatumia jumla dola ngapi? $6. So $6, lakini sio daily. Kwa daily budget hapa maana yake tangazo linaluka kila siku mpaka wewe ukalisimamishe. Lakini kwenye lifetime budget una set idadi ya siku. Kwa mfano mimi tangazo langu nataka liluke ndani ya siku 2. Kwa hiyo nitakuja kwenye lifetime hapa. Hiyo daily budget naachana nayo. Nitarudi levers hapa juu. Baada hapo utabonyeza next. Sometimes kwenye campaign name hapo unaweza ukawa unaandika jina kama matangazo yako unataka ili unajua kabisa ile tangazo la ngapi kuseti. Kwa mfano labda hili naandika hapa pengine tu vidonda vya tumbo. Au levers hapa next. Unakuja penye set name. Penye pia unaandika jina. Kwa hiyo unaweza kaamua uandike nini? Uandike vidonda vya tumbo. Utakuja kwenye conversation hapa. Conversion hapa hapo unapowe makini kwa sababu hapo ndio tunapoamua tangazo letu liende wapi. Kwa hiyo kwenye conversion hapo kishafunguka utabonyeza penye website. Afu rudi tena levers pale juu. Kwenye simu nyingine utaona continue huko chini yote sawa. Utakuja kwenye schedule maana yake hapo tuna set sasa siku. Kama nilivyokuambia leo ni 5 March. Kwa hiyo end date maana yake itakuwa 7 March. 7 kutoa 5 siku 2. Kwa hiyo ndarudi levers hapo afu utakuja 7 March. Muda nataka lishe muda huu ambao unaseti tangazo sasa hivi saa 5 dakika 5 dakika 6 tayari. Okay, baada hapo nitarudi levers pale juu. Nitakuja kwenye audience. Ikiwa bidhaa yako inatumia interest, bidhaa labda nguo, vyombo, make sure moja kwa moja utakuja penye nini. Okay, labda kabla tujafika huko tuje kwenye location kwanza. Location nitabonyeza edit. Mimi naitoa Tanzania kwa sababu budget yenyewe ni ndogo. Nataka niache Tanzania maana yake angalau kila siku kitumike $10, $20. Ila kwa budget kama ni chini ya $10 weka mikoa. Tuna mikoa naweka sizidi mikoa 25. Hapa nitakuja nitaandika Dar. Mimi naandika kwanza majiji yale makubwa sababu yana population kubwa ya watu. Dar es Salaam kuna watu zaidi ya milioni 8 plus. Tunakuja Mwanza kuna population zaidi ya watu milioni 1.5. Tunakuja Mbeya. Na neka location kwa sababu huyu mtu anaweza kufanya delivery. Nitakuja Dodoma. Sasa pia hapa kuna kizungumkuti. Kwenye baadhi ya simu unapoweka Dodoma hapa chini haijitokezi. Kwa hiyo huwezi ukaiselect. Kwa hiyo kitu ambacho mimi wanafanya naweka Dodoma afu naweka mkato afu naandika Tanzania. Itajitokeza hapo chini. Lakini pia Tanga na Tanga yenyewe huwa haijitokezi. Mpaka naweke mkato afu naandika Tanzania. Inakuja hapo chini papo na ichukua hiyo hapo. Jiji jingine Arusha, hii inakuja tu bila shida. 1 2 3 4 5 6. Ya, sasa ndo majiji ya Tanzania. Nakuja mimi kwa maarufu. Labda nitaongeza kwa gani maarufu Morogoro. Nakuja mji maarufu mwingine Zanzibar. Ile ndio mikoa ambayo ina mzunguko mkubwa wa pesa. Watu wanafanya delivery kila kukicha. Kwa mwingine hapa tunasema ni mkoa
Yes, Tunduma ni mji ambao umechangamka sana, upo boda. Watu wanaagiza sana. Haya, sehemu pengine maarufu lipo pasao Moshi. Sawa, kwa budget ya $6 hii mikoa inatosha kabisa. Itanipatia wastani watu milioni 7. Unaona hapo chini. Sasa kwa wewe ambaye tangazo lako utaweka interest, utakuja kwenye detail targeting hapa. Akija kwenye detail targeting utakuwa na search hapa. Unaandika labda cosmetics, nategemea bidhaa unayoifanya, unaiselect. Utaiselect labda hiyo cosmetics, utatia tiki. Labda unauza bidhaa za vipodozi. Haya. Tunaona huku chini kwenye average estimate audience size inazidi kupungua. Toka milioni 8 imefika kwenye milioni 1.2. Maana yake sasa unapozidi kwa unaweka hizi interest mbalimbali ile cost per click inazidi kuwa chini, inazidi kwenda kule kwa shetani. Inatoka kabisa kwenye lengo la malaika. Ila kwa bidhaa zako, kwa bidhaa ambazo kwa mfano mimi namsaidia bidhaa ya afya vidonda vya tumbo. Maana yake mtu yote anaumwa vidonda vya tumbo, hakuna haja kuweka interest. Anayeuza vyombo anaumwa vidonda vya tumbo, anayekaa Ikulu anaumwa vidonda vya tumbo, mchezaji anaumwa vidonda vya tumbo, hakuna haja kuweka interest. Hapo nimekutolea tu mfano. Kwa hiyo hapa nitabonyeza edit. Nitaitoa hiyo. Nitabonyeza edit, nitaitoa. Tiki hapa. Na hapa sio kitu chochote kile. Lakini umri lazima nizingatie. Watu wengi pia wanaumwa vidonda vya tumbo labda kuanzia miaka 30 hivi. Na umri wako hapa na kuendelea. Jinsia zote. Hapa gender, kama bidhaa yako hapa bidhaa inadili labda bidhaa za nguvu za kiume, maana yake utadili na men tu. Kama bidhaa za mambo ya uzazi, TI, PID na matakataka mengine, utaweka women. Ila mimi hapa naacha wote sababu watu wanaomba vidonda vya tumbo. Baada hapo narudi delivers hapa. Lakini nakuja kwenye advanced kwenye placement hapa. Na penyewe make sure unaparekebisha. Naitoa ya advantage placement na ichagua manyo. Sasa hapa nitataka hapa kuna device, kuna platform. Kwenye platform hapa mara nyingi unaweza kaitoa hii Messenger na audience network ukaitoa kaacha pengine Facebook na Instagram tu. Japokuwa wateja wengi asilimia kubwa watatokea Facebook. Kwa sababu Facebook ndio ina watumiaji wengi zaidi. Lakini pia hii Facebook video views naweza nikaitoa, Instagram ndio inaitoa, Facebook inaitoa. Hii inaitoa kwa sababu gani? Kwa sababu tangazo langu ni picha na hizo ni sehemu za kukaa videos. Ila kama una post video maana kuna iacha. Na delivers na bonyeza next. Ukiacha automatic sio manyo itakukosti sana. Tangazo litaenda vibaya tu. Tabonyeza next hapo. Haya, kama unavyoona add name maana yake tangazo langu na lenyewe naweza nikaamua nilite vidonda vya tumbo. Delivers hapo. Identity hapa ndio linakaa jina la page. Ndio maana nikakwambia tangazo lolote lile lazima likae utengenezee Facebook page. Kwa hiyo ndio page yake, identity yake. Ukija kwenye ad setup hapo sasa ndio kama post ishapostiwa tayari, utakuja hapa kwenye setup utabonyeza create ad, utajua use existing post. Ila mimi sitaki kutumia hapa, labda nikuonyeshe tu mfano. Afu narudi hapa, utakuja post yangu hapa, nitachukua post ambayo ishapostiwa tayari. Naona inachelewa kwa sababu ya mtandao, ila huwa zinaonekana hapa, unaichagua. Sasa mimi sitaki kutumia post ambayo ishapostiwa, nataka ni set upya create ad. Carousel hiyo option ya chini, maana yake hiyo option kwa yule ambaye anataka kuweka anataka kuweka picha nyingi zifike picha 10. Ila kwa mimi naweka tu single image. Kwa zangu livers unakuja kwenye add creative hapa. Hapa juu unachagua ni image au video. Unabonyeza tu hapa penye mshale, una select video. Ila kwa mimi ni image naacha hivyo hivyo. Kwenye media hapa utapobonyeza penye single image hapa. Guys, sasa kama tangazo lako ushawahi kuliposti, unakuja kwenye add image hapa utalikuta. Kama picha ipo Instagram utakuja hapo utaikuta. Kama ipo kwenye kamera hapo utakuja kwenye kamera hapo utaikuta, japokuwa mimi hapa wasiruhusu kwa sababu sijaweka settings yangu iweze kuonyesha kitu kilicho kwenye kamera. Ni mara nyingi wanapenda post yangu ni post kwenye page, wanachukua kwenye page hapa. Na kwa post ambayo namsaidia mtu tangazo, nishaye post kwenye page. Kwa hiyo hapa itakuja kuonekana ni hapa. Kwa nitachukua labda hii hapa page, picha ya kwanza hiyo, afu nabonyeza ndani.
Baada hapo utaandika headline, labda njia rahisi ya kupona vidonda vya tumbo. Kwa hiyo na wewe make sure unaandika kichwa cha habari kwenye tangazo lako. Kwenye primary text hapa una paste caption yako, lazima umeicopy, unakuja kuipaste caption yangu yote imekaa hapa. Na caption yenyewe labda nikuonyesha kwa haraka haraka ni hapa, ili kuweza kuondokana na vidonda vya tumbo. Kwa hiyo sasa ikiwa unatengeneza matangazo ya kuingiza watu kwenye grupu, basi jitahidi wewe tangazo lako pale chini uweke link. Hii itakusaidia kupata watu wengine kwenye grupu ambao hawatabonyeza ile sehemu iliyoandikwa learn more. Maana unakuwa unapunguza gharama kiasi fulani, lakini pia itakusaidia kwenye kuseti tangazo, utakuja kuona huko mbele. Kwa hiyo ndio hiyo umeshaicopy na unakuja kuipaste hapo. Kwa hiyo hapa pia na copy hapa juu penye primary text, na ndio maana unaweka huko mwishoni na copy link tu sasa hapo, na copy link na kuja kuweka hapa sehemu palipoandikwa website. Atashikilia hapo na kuja hapa hadi new website na ipaste hapo. Call to action unajua kubadilisha, unaweka learn more. Hii ndio call to action mara nyingi ambayo tunaitumia ni kusaidia matangazo ambayo yanaingiza kwenye grupu. Baada hapo narudi delivers pale juu, nabonyeza review, unasubiri review hapo ili uangalie kama tangazo lako kitu kipo sawa, na baada hapo unabonyeza publish. Hapo biashara yako inakuwa imeisha. Hapo unakuwa umeseti tangazo la kuingiza watu kwenye grupu. Sasa guys, niongezee kitu kingine hapo cha msingi sana. Miaka ya zamani ilikuwa ni kwa watu wote iko hivi. Ila sasa hivi jinsi Facebook wanavyoboresha system zao, kuna shida kidogo. Ni kwamba unakuta mtu anaseti tangazo la kuingiza watu kwenye grupu kwa kama hivi nilivyo seti, lakini mwisho wa siku ile tangazo lake haliletei watu kwenye grupu, watu wanaanza kumtafuta kwenye Facebook Messenger. Sasa ikitokea situation kama hiyo, nini ufanye? Ikitokea situation kama hiyo, ingia kwenye computer, kwenye Meta Ads ya computer au Ads Manager au kwenye simu yako. Tukafuna mimi hapa nitaweza kwenye simu kwa sababu watu wengi pia wanatumia simu. Nitakuja hapo Google. Kwa hiyo guys, kama ambavyo mnaona tangazo letu lipo kwenye review. Sasa basi, kama nilivyokuambia, kuna watu ambao wakisha seti kama hivi inakubali moja kwa moja, unaiona kabisa na kuletea watu WhatsApp. Lakini kuna watu au kuna baadhi ya akaunti unakuta linaleta watu kwenye Messenger. Kwa hiyo kabla hujaendelea na chochote, kisha kwa umeseti tangazo liko hivi, unalifungua hapo kabla hujaendelea na process nyingine. Unakuja sehemu palipoandikwa show more. Unakuja kwenye add creative. Unaona website si tuliweka, unakumbuka kwenye website tuliweka link ya WhatsApp, lakini imejitoa automatically, imekuja hii hapa ya Facebook Messenger. Maana kile tangazo kwa mtu ambaye afahamu, tunasema akisha set hapo anaona amemaliza, lakini mwisho wa siku anakuta kuna watu haji kwenye group, anakuja kwenye Facebook. Guys, hata ile tuliweka learn more imeshajitoa, imekuja send messages. Kwa hiyo usihangaike kuja kuedit huko wala kubadilisha kitu chochote. Kitu kufanya, utaingia kwenye website kama nilivyosema, kwenye kompyuta au kwenye simu. Utakuja tu hapa palipoandikwa Google, kwenye Google yako utaingia, utaandika Ads Manager, utaisearch. Ads Manager itakuja, utafungua hiyo link ya kwanza, Ads Manager Meta for Business, au unaweza kaandika business.facebook.com, na hapo itakuleta huku. Na huko ni vile vile utalogin kwa taarifa zile za mteja. Naomba nistopishe kidogo video ili niweze kulog out kwenye mteja wa kwanza, kwa sababu mimi nafanya kazi na wateja wengi sana. Hata ukitaka tuendelee kufanya kazi, basi mimi nakukaribisha. Nakuwa nakusaidia matangazo. Kila tangazo gharama yake ni shilingi 10,000. Kwa hiyo go to Ads Manager, na ingiza taarifa za mteja wangu hapa. Kwa itafunguka account ya mteja wangu hapo. Hiyo ndio Meta Ads ya computer, na muonekano wake hapa na computer. Ila utafanya tu kwenye simu, basi mwisho wa siku tangazo linakuletea watu kwenye grupu. Kwa hiyo lishafunguka hapo. Sasa tunaona kote kumeandikwa new traffic campaign, ndio maana kwenye ile tangazo
niliamua kabisa kuandika vidonda vya tumbo ili ikija huku itakuwa rahisi kuona tangazo liko wapi. Ndio lililoandikwa preparing. Tangazo likaandikwa preparing, maana yake limeshaanza kuwa active ila bado tu halijaanza kwenda kwa watu. Linakaa dakika chache linaandika nini? Linaandika active. Kwa hiyo ukija hapa kuna vipengele vitatu, kuna kampeni, kuna ad set na ads. Kwa hiyo moja kwa moja mimi nitabonyeza kwenye ads hapa. Nikibonyeza kwenye ads hapo, nitazoom kidogo hivi. Ule upande wa kushoto kwenye vile viboksi ile tangazo liliandikwa preparing ile na vidonda vya tumbo, tangazo letu hili hapa na select hapa. Ukisha select utakuja kubonyeza kalamu ile pale juu. Itafunguka, utakuja, utasubiri, uwe mpole tu, yani usiwe na haraka. Ukiwa na haraka utasema mbona huyu mwalimu amefundisha nini tena? Subiri vitu vifunguke wenyewe automatically. Hata ukiangalia hapa unaona messenger kwenye hii preview ya tangazo inapeleka mtu wapi? Messenger, send message, atume message kwenye messenger. Kwa hiyo ndio tunakuja kuwaweza watu. Sasa ubaya ni kwamba hauwezi ukasetia tangazo kwenye kompyuta au kwenye website jumla kuingiza watu kwenye group. Hauwezi kabisa. Tunasetia kwenye simu, ila huku tunakuja tunaeditia tangazo ambalo tushaliseti tayari. Kwa hiyo sasa ndio maana nikakwambia andika link, weka link kwenye caption yako kwa sehemu ya primary text. Kwa hiyo hii sehemu ya primary text ndio sehemu penye nini, penye caption yetu. Kwa hiyo nitakuja hapa, nitakopi hii link hapa chini. Afu itajikopi yote papo, afu na bonyeza copy. Baada hapo nakuja sehemu palipoandikwa destination. Ipo huko chini destination. Nakuja kubonyeza palipoandikwa website hapa. Baada hapo kwenye hili box jekundu hapa na paste link yangu hiyo ndio copy. Paste yapo shaka. Baada hapo unatafuta palipoandikwa headline, kwa sababu ikishaji automate settings hii sehemu ya headline huwa na yenyewe inatoka, kuna headline yote. Unaona hii hapa. Unabonyeza headline, afu unakuja kubonyeza pale palipoandikwa add headline option kwenye kamshale ka pembeni kulia. Afu unabonyeza text used previously. Kwa hiyo naangalia text headline ambayo nimetumia previously. Labda suluhisho la kudumu la vidonda vya tumbo. Nachukua labda hii hapa. Natoka hapo. Utaenda kwenye headline hapo na paste. Ambapo tunamalizia huku. Sasa ukiweka caption bila link chini pale, unaanza kuandika mara unatoka mara unafanya nini, mwisho siku ina collapse na kusumbua. Baada hapo unashuka chini huko. Unashuka chini huko. Sehemu palipoandikwa publish. Hapa. Sinaona, kiangalia hapo suluhisho la vidonda vya tumbo penye hii preview hapa. Hii hapa. Hapa juu chat.whatsapp.com, maana tayari shaka linki ya kwenye WhatsApp group. Nabonyeza publish hapo. Unasubiri ijipublish. Publishing 1 of 1 kwa sababu nimeedit kipengele kimoja. One ad was updated. Na hapo tayari tangazo lako unakuwa ushamaliza kuseti la kuingiza watu kwenye group. Na hata ukisema urudi kwenye meta ads tayari lipo active. Ukilibonyeza hapa nimeenda kwenye review tena, kwa sababu nimeenda kuedit kule kwenye computer kwenye website yangu. Kuja kwenye show more hapa, sehemu ya setup hapa, alafu add creative hapa. Utajua kuona ile link ya WhatsApp group itakuwa imekaa hii hapa. Na hapa link mo kama kawaida. Guys, umeona mambo yanavyofanyika kwa urahisi? Nadhani mpaka hapo ushanielewa.
Jamani, nimerudi tena baada ya masaa kama 6 hivi kupita tangu niseti tangazo langu. Sasa kama mnavyoona link clicks zipo 362. Cost per link click ni nzuri mno. Inakaribia kufika kwa malaika kabisa. Na ametumia $1.08. Labda tuchungulia amepata watu wangapi waliingia kwenye group. Piga hesabu. Kama watu 38 wameingia kwa kutumia $1.08. Je, mpaka zikiisha $6 watakuwa wameingia watu wangapi? Kwa hiyo hili tangazo ni moja tangazo ambalo lina perform vizuri sana. Hii sina la ziada kwenye video hii. Asante kwa kutazama mpaka mwisho. Kikubwa hakikisha umesubscribe kwenye channel hii ili uendelee kujifunza mambo mengine mengi zaidi kuhusu biashara. Asante.